kutuwezesha kukutana tena wakati huu ili tupokee neno la Bwana kutoka kwenye Biblia. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kutuletea somo la leo. Tu kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza, somo letu likiwa kwenye sura ya 9 na hiyo sura ya 10. Kwa sababu ya muda, rafiki yangu, nitazingatia maandiko ya kimsingi, kwa hivyo na kuomba ufanye bidii ya kunitangulia kusoma kitabu hiki. Mungu wa amani na wa baraka atakujazi, kwani utabarikiwa zaidi. Neno la Mungu kwenye mwanzo wa kitabu hiki lilifungua kwa nasaba au orodha ya uzao wa Adamu na kuendelea. Baada ya kuona na kusoma orodha ya majina ya wazao wa Adamu, uzao wa Shemu mwana wa Nuhu ndio tuliufuata hadi kufikia Ibrahimu, kisha Isaka na Yakobo. Kila kabila ya Israeli imetajwa katika uzao au nasaba yao. Sasa kwenye sura hii ya 9, neno latuambia hivi kwenye aya ya 1: hivyo Israeli wote walihesabiwa kwa nasaba, na tazama, hizo zimeandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli, na Yuda wakachukuliwa mateka mpaka Babeli kwa sababu ya makosa yao. Kwa ufahamu wako msikilizaji, nasaba ya kila kabila ya Israeli iliwekwa katika hekalu, mahali wawezapo watu kuona. Nasaba hii iliorodhesha watu hao walipochukuliwa mateka kwenda Babeli. Walipokuwa kule Babeli, orodha ya nasaba hizo iliendelea kuandikwa hadi waliporudi tena katika nchi yao, kama vile usomavyo kwenye Injili ya Mathayo. Nasaba ya watu hao ilihifadhiwa hekaluni, mahali ambapo waliipata waliporudi kutoka utumwani, wakiwa na nasaba hizo mpya. Alipozaliwa Bwana Yesu Kristo, nasaba hizo zilikwepo. Hili ni wazi kwetu, kwani adui zake Bwana wangelikuwa na udhuru wa kumpinga viwavyo kwa madai yake, iwapo jina lake halingekuwepo katika nasaba hiyo. Naamini kwamba walifika hekaluni, nao walipoona nasaba hiyo hawakuwa na lingine ila kutafuta jambo jingine la kumpinga kwalo. Jinsi tulivyoona kwenye Injili ya Mathayo, Yusufu alitokea kwa uzao wa Sulemani, ambapo Yesu alipata haki ya kutawala, na kwa Maria akapata haki ya kutawala kutoka kwa Mungu. Hili msikilizaji, naomba nikueleweshe maana ya kusema hivyo. Kwenye Agano la Kale kulikuwepo na mfalme mmoja jina lake Konia au Yekonia, naye alikuwa mzao wa Daudi kwa Sulemani. Mungu alinena hivi kwa habari yake: Bwana asema hivi, andikeni habari ya mtu huyu kwamba hana watoto, kwamba mtu huyu hatafanikiwa siku zake zote, maana hapana mtu katika wazao wake atakayefanikiwa akiketi katika kiti cha enzi cha Daudi na kutawala tena katika Yuda. Haya ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha nabii Yeremia sura ya 22 mstari wa 30. Kwa sababu Yusufu alikuwa mzaliwa wa Sulemani, hangeliweza kutawala. Ndiposa Yesu alizaliwa kwa Mariamu, aliyetoka kwa uzao wa mmoja wa wana wa Daudi, jina lake Nathani. Hali ilikuwepo ya nyumba ya Sulemani kukabidhi nyumba ya Nathani mamlaka ya kutawala, kutokana na Yusufu kumuoa Mariamu, aliyekuwa amechukua mimba ya Roho Mtakatifu kabla hawajakaribiana. Jamani, Mungu ni wa ajabu na matendo yake vivyo. Na kama tufahamuvyo, hakuna mmoja wa hao adui wa Kristo aliyekuwa na swali kuhusu uzao wake, kwani ni wa Daudi. Hii ni kwa kuwa kila jambo lilikuwa wazi, maana nasaba zile zilikuwepo hekaluni, kila mtu athibitishe kuhusu uzao wake. Hekalu hiyo ilipoharibiwa kwenye mwaka wa 70 na jemedari aitwaye Tito, nasaba hizo ziliharibiwa pia. Hata hivyo, la muhimu kwetu ni kwamba katika kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Kwanza twaona nasaba hiyo ikifuatwa na kuorodheshwa hadi wana wa Israeli walipochukuliwa mateka. Nasaba hizo ziliendelea kuorodheshwa hata walipotoka utumwani kule Babeli, kufikia wakati wa Bwana wetu Yesu Kristo alipoingia hapa ulimwenguni.
Baada yake hapakuwepo tena nasaba hizo. Kwa nini? Naam, tendo hilo ambalo ni la Mungu ilikuwa kutufundisha kuwa Yesu alikuwa mwana wa Adamu na kwamba ndiye Adamu wa mwisho. Hata kuwepo Adamu watatu. Yesu ndiye kichwa cha jamii mpya hapa duniani, ambako kuna jamii mbili, jamii ya Adamu na jamii ya Mungu. Jamii ya Adamu ni jamii iliyopotea, nawe pamoja nami tulizaliwa katika jamii hiyo. Tulizaliwa watenda dhambi, watu waliotengwa na Mungu bila ya shauku hata kidogo ya kumtafuta Mungu. Kutengwa huku na Mungu ni jambo ulishuhudialo ulimwenguni, maana ni wazi kabisa. Wanadamu wote ni wa uzao au wa katika jamii ya Adamu, ambaye katika yeye wote hufa. Tumaini halipo kwa yeyote aliye katika Adamu. Hata hivyo, tunatumaini katika Kristo, Adamu wa mwisho. Yeye ndiye kichwa au kiongozi wa jamii ya Mungu. Aitwa mtu wa pili kwa kuwa Bwana atafanya kwa yeye wawepo watu wengine, nao ndio jamii ya Mungu. Na saba ya kama hao hairudi kwa Adamu, bali kwa huyo aliyezaliwa kwa Roho. Mara unapoungama kwamba Yesu ndiye Bwana wako na kuamini alikufa kwa ajili ya dhambi zako na kufufuka ili ufanyike haki, wewe ufanyika mmoja wa jamii hiyo mpya, jamii ya Mungu. Katika jamii hiyo kuna uzima, tena wa milele. Bwana Yesu alisema kwamba yeye ndiye uzima, na kwenye sura ya 10 ya kitabu cha Injili ya Yohana asema hivi kwenye aya ya 10 sehemu ya 2: mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Huyu Yesu hufanya maisha yawe na kusudi, tumaini na maana. Mwishowe kila anayemwamini hupata uzima wa milele. Tunapogeukia aya ya 2, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: basi wenyeji wa kwanza waliokaa katika hozi zao katika miji yao walikuwa Israeli na makuhani na Walawi na Wanethini. Kulingana na aya hii twaona kwamba si kabila lote la Lawi ndilo lilikuwa la kikuhani. Ni hao waliotoka katika jamii ya Haruni ndio walitumika kama makuhani. Wengine wote walitumika katika hema ya kukutania kwa kazi nyinginezo. Wanethini wanaotajwa hapa walikuwa watumishi kutokana na maana ya jina lao ambalo lina maana hiyo. Mfano ni wale wa Gibeoni unaosoma habari zao kwenye kitabu cha Yoshua. Kwenye aya ya 33 kwenye sura hii ya 9 neno la Bwana latuambia hivi: tena hawa ndio waimbaji wakuu wa mbari za baba zao katika Walawi, ambao walikaa vyumbani, kisha walikuwa hawana kazi nyingine, kwa kuwa walitumika katika kazi yao mchana na usiku. Katika hekalu, msikilizaji, uimbaji ulifanyika usiku na mchana, nao walioongoza ni wale Walawi. Muziki na uimbaji uliendelezwa kwa kiwango cha juu sana katika Israeli, kwani walimwimbia Mungu sifa hao Walawi. Daudi alipenda sana uimbaji, hata akaagiza jinsi ya waimbaji watakavyokuwa wakifanya huduma yao hiyo. Yeye mwenyewe aliitwa mwimbaji apendezaye wa Israeli. Zaburi nyingi zilitoka kwake, kama vile unavyoshuhudia kwenye kitabu cha Zaburi. Sura hii ya 9 yamalizia habari ya jamii ya Sauli, habari zilizopo za muhusu Sauli na mwanawe Yonathani, na kwa jinsi hiyo orodha za nasaba zafungwa. Katika maandiko, rafiki yangu, sehemu hii ndiyo ina orodha ya nasaba ndefu sana. Katika historia na ulimwenguni kote hupati nasaba kama hii. Nasaba hii yaanzia kwa Adamu hadi kumfikia Yesu Kristo. Yaanzia kwa Adamu wa kwanza na kumalizia Adamu wa mwisho. Hakuna nakala kama hii ya nasaba ya mwanadamu popote, sembuse ya taifa lolote. Ndiposa, ndugu msikilizaji, iwapo kuna taifa ulimwenguni linaloweza kufuata nasaba yake hadi kufikia kwa mtu wa kwanza Adamu, ni taifa la Israeli pekee. Taifa la Israeli ni taifa la kipekee kama vile unavyofahamu. Kuu katika hili ni kwamba nasaba hii yatufahamisha kuwa sote ni bin Adam, yani ni wazao wake, na twashiriki hali na asili yake, yani ni wa jamii moja. Utakubaliana nami kwamba hakuna hata mmoja wetu awezaye kufuatilia nasaba yake hadi kumfikia Adamu. Jemedari wa Kirumi jina lake Tito aliharibu hekalu na hivyo kuharibu nakala zote za nasaba. Hayo yalitendeka kwenye mwaka wa Bwana, mwaka wa 70. Hata hivyo twajua na kufahamu jinsi tulivyotoka kwa huyo mmoja, naye ndiye Adamu. Wengine wetu twafahamu kuwa tulitokea kwa Yafethi, Shemu na Hamu, ila sote ni wazao wa Adamu.
Kuna mawili na matatu ninayotaka kukuonyesha kwenye maandiko haya. Kwanza ni kwamba Kaini hatajwi hata kidogo, wala familia yake. Je, Adamu hakuwa na mwana aliyeitwa Kaini? Ndiyo, alikuwa naye, lakini uzao wake ulikoma hapo gharika ilipoijia ulimwengu, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 7. Jambo lingine ndugu yangu ni kwamba kutokana na maandiko twaweza kusema kwa ujasiri kwamba hatukutoka kwa sokwe au mnyama mwingine, bali Mungu alituumba kama tulivyo. Na kwa kuwa ni wazao wa Adamu, ni lazima Adamu na wanawe wafe. Mungu alimwambia Adamu kwamba siku atakayokula matunda yale atakufa. Soma hayo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 17. Hata hivyo, fahamu hili kwamba Mungu hakumuumba mwanadamu ili afe. Neno latuambia ya kuwa kwa mtu mmoja mauti yaliwapata watu wote, yani katika Adamu wote hufa, na kwamba imeandikwa mtu kufa mara moja. Hayo ni maandiko uyapatayo kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 12, wa Korintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 22, na sura ya 9 aya ya 27 ya kitabu cha Waebrania mtawaliwa. Ulimwengu huu si kitu kingine isipokuwa kaburi moja kubwa. Daudi alisema kwamba aiendea njia ya ulimwengu wote. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Na iwapo hukujua, napenda kukujulisha hivi ya kuwa barabara zote ulimwenguni huishia makaburini. Mauti kama jitu na zimwi laendelea kuwanyemelea wanadamu. Mauti ii katika hali tatu. Kuna hayo mauti ya asili, ya kiroho na mauti ya milele. Adamu hakufa mara moja, maana alikufa akiwa na umri wa miaka 900. Ila kiroho alikufa siku hiyo alipomwasi Mungu kwa kuyala matunda yale ya ujuzi wa mema na mabaya. Mauti ina maana ya kutengwa. Mauti ya kimwili ni hali ya mwili kutengwa na roho, nayo mauti ya kiroho ni jinsi mwanadamu ametengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi. Kisha mauti ya milele ni kule kutengwa na Mungu milele, yani mtu anapokufa asipomjua Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake au kumwamini. Na ndugu msikilizaji, iwapo wataka kujua jehanamu ni wapi, ni hiyo hali ya kufa bila ya kumjua au kumwamini Yesu Kristo na yote aliyokutendea. Adamu na wazao wake wote ni wenye dhambi. Bwana Mungu asema kwamba sote tumetenda dhambi. Thibitisho la hili asemalo Mungu ni kwamba wote katika Adamu hufa. Nionyeshe mmoja asiyekufa wa Adamu, nawe utakuwa umenionyesha kwamba haina haja ya kumwamini Kristo. Ibrahimu kama vile wafahamu, alikuwa mtu mzuri, lakini alikufa. Kalebu vivyo, manabii na wengine zaidi. Adamu na wazao wake, msikilizaji, wote ni wenye dhambi. Bwana Mungu asema kwamba sote tumetenda dhambi. Thibitisho la hili asemalo Mungu ni kwamba wote katika Adamu hufa. Huenda waweza kuniuliza hivi, kwa nini basi Henoko hakufa wala Eliya? Yote hayo ambayo Mungu aliyafanya, yani kwa kumchukua Henoko na Eliya, ni tendo lililotuonyesha waziwazi kwamba kuna tumaini zaidi ya kaburi. Yani kwa sababu ya tumaini linalokuja, Mungu alitangulia kutupa hakikisho kwamba kuna uhai baada ya kufa. Lakini kuna wale ambao licha ya wao kuwa watu wazuri, watu waliozungumza na Mungu ana kwa ana, watu waliopokea ahadi zake, wao walikufa. Mfano ni Ibrahimu ambaye alikufa, Kalebu, manabii na wengine zaidi. Yote haya ndiyo yaendelea kutendeka hata leo, kwani dhambi imemtenga mwanadamu wa sasa na Mungu. Nabii Isaya kwenye sura ya 59 aya ya 2 asema hivi: lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Adamu na watoto wake ni wenye dhambi, wametengwa na Mungu. Magonjwa, ndugu msikilizaji, yapo ulimwenguni, lakini ni wachache ndio waathiriwa kwayo. Ila dhambi imeathiri wanadamu wote isipokuwa mmoja, naye ni Yesu Kristo. Soma sura ya 8 ya kitabu cha Injili ya Yohana mstari wa 46, nawe utafahamu nina maana ya nini. Kwa habari yake mwenyewe asema hivi: hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena.
Agizo hilo na lilipokea kwa Baba yangu. Hakika ni Yesu tu ndiye wa kipekee asiyeguswa na dhambi, kama ilivyo wewe pamoja nami. Katika haya yote tumaini wanalo wana wa Adamu, kwa kuwa wamepokea rehema na huruma. Henoko aliokolewa. Je, msingi wa wokovu wake ulikuwa nini? Wokovu wake ulikuwa kwa imani, kama vile ilikuwa kwa Nuhu, Ibrahimu na wengine wengi, kama vile maandiko yanavyotujulisha kwenye sura ya 11 ya kitabu cha Waebrania. Neno la Mungu latuambia hivi kuanzia aya ya 4 na kuendelea, kwa habari ya hao waliookolewa kwa imani yao. Hebu sikiliza. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akizishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Kwa imani Henoko alihamishwa asije akaona mauti, wala hakuonekana, kwa sababu Mungu alimhamisha, maana kabla ya kuhamishwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko, na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akahukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Ndugu msikilizaji, unapoendelea kusoma kwenye sehemu hiyo ya maandiko, utapata jinsi watu wengi walivyohesabiwa haki kwa imani, lakini si kwa matendo yao. Matendo yao yalikuwa dhihirisho la imani yao kwa Mungu. Pamoja na haya tuliyoyasoma ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 4 na 5, ambapo neno la Mungu lasema hivi: lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Naye Petro kwenye waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 3 asema hivi: ahimidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili, ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Mungu wetu kwa huruma na neema yake amewafanyia wana wa Adamu njia ya kupata huruma zake na kuokolewa. Je, umepokea huruma na neema hiyo? Huruma na rehema hizo zipo kwa ajili yako iwapo utaamini. Ujumbe hasa kwenye sehemu hii ya maandiko ni kwamba wewe nami tu katika jamii moja, nayo ni ya Adamu. Sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini tuhesabiwa haki bure kwa kumwamini Kristo. Sasa tunapogeukia sura ya 10, twapata habari kuhusu utawala wa Sauli. Kinachozingatiwa kwenye sehemu hii ni jinsi Sauli alivyokufa. Unaposoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza na wa pili, kuna hali isiyofahamika kuhusu jinsi alivyokufa Sauli. Twapata habari kwamba aliangukia upanga wake, na pia kuna huyo Mwamaleki aliyedai kuwa alimuua. Soma hayo kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Samueli wa pili aya ya 16. Na hivi ndivyo neno la Mungu lasema kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3 kwenye sura ya 10 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya kwanza. Basi Wafilisti wakapigana juu ya Israeli, nao watu wa Israeli wakakimbia mbele ya Wafilisti, wakaanguka wameuawa katika mlima Gilboa. Nao Wafilisti wakamfuatia sana Sauli na wanawe. Wafilisti wakawaua Yonathani na Abinadabu na Malkishua wana wa Sauli. Tena vita vilikuwa vikali sana juu ya Sauli, na wapiga upinde wakampata, hata akafadhaika sana kwa sababu ya wapiga upinde. Sauli, kama vile twasoma hapa, alijeruhiwa, lakini hakufa kutokana na majeraha yake. Neno kwenye aya ya 4 hadi 7 laendelea kutujulisha haya: ndipo Sauli akamwambia yule mchukua silaha zake, futa upanga wako unichome nao, wasije watu hao wasiotahiriwa wakanisimanga. Lakini huyo mchukua silaha zake akakataa, kwa sababu aliogopa sana. Basi Sauli akautoa upanga wake akauangukia, na mchukua silaha zake alipoona ya kuwa Sauli amekufa, yeye naye akauangukia upanga wake akafa. Hivyo Sauli akafa na wanawe 3, na nyumba yake yote wakafa pamoja. Kisha watu wote wa Israeli waliokuwa huko bondeni walipoona ya kuwa wamekimbia na ya kuwa Sauli na wanawe wamekufa,
wakaiacha miji yao, wakakimbia, nao Wafilisti wakaenda wakakaa humo. Ni lazima iwe kwamba huyo Mwamaleki alipomfikia Sauli alimpata tayari amekufa, naye alipomwona amekufa, huku akifahamu uadui kati ya Sauli na Daudi, alijitakia sifa na huenda thawabu kwa kudai kwamba amemuua Sauli, na kwa kinywa chake alijihukumu, maana alidanganya. Aya ya 8 hadi 10 zasema hivi: hata ikawa siku ya pili yake, Wafilisti walipokwenda kuwateka nyara hao waliowaua, walimwona Sauli na wanao wameanguka juu ya mlima Gilboa. Wakamvua mavazi, wakamtwalia kichwa na silaha zake, kisha wakapeleka wajumbe kwenda nchi ya Wafilisti pande zote, ili kutangaza habari kwa sanamu zao na kwa watu. Wakaziweka silaha zake nyumbani mwa miungu yao, wakakikaza kichwa chake nyumbani mwa Dagoni. Wafilisti walifanya yote haya ili kumsimanga huyo mfalme wa Israeli, yani Sauli. Jumba hilo la Dagoni ndilo Samsoni alilibomoa walipomleta na kumfanyia dhihaka. Hapo ndipo walikikaza kichwa cha Sauli. Hata hivyo, kufikia hapo hatujajua ni nani aliyemuua Sauli. Hebu tutazame aya ya 13 na 14 zinazomalizia sura hii ya 10. Neno lasema hivi: basi Sauli alikufa kwa sababu ya kosa lake alilomkosa Bwana, kwa sababu ya neno la Bwana asilolishika, na tena kwa kutaka shauri kwa mwenye pepo wa utambuzi, aulize kwake, asiulize kwa Bwana. Kwa hiyo akamuua, na ufalme akamgeuzia Daudi mwana wa Yese. Rafiki, iwapo ulikuwa na swali kuhusu aliyemuua Sauli, hapa twapata jibu letu. Mungu ndiye aliuchukua uhai wake. Yote hayo ni kwa kuwa alikosa kumfuata Bwana Mungu wake. Alikufa kwa ajili ya kosa lake. Msikilizaji, ni lazima uwe mwangalifu katika mengi uyafanyayo, maana ni vyema kumfuata Mungu kwa yote, yasikupate yaliyompata Sauli. Yote haya yaliyompata hayangelimpata iwapo angelitafuta ushauri kutoka kwa Bwana na si kwa mapepo. Waweza kuniambia kwamba, mchungaji, mimi sitafute ushauri kutoka kwa mapepo. Hebu nikupe mfano mmoja ya jinsi watu wanavyotafuta ushauri kutoka kwa mapepo. Katika magazeti hukosi safu ya nyota. Ndugu yangu, iwapo wewe ni muumini katika Kristo, nawe waangalia safu hiyo ili upate kujua hali yako au mambo yatakayokupata kwenye siku, wewe mara moja watafuta ushauri kutoka kwenye pepo wa utambuzi. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe utafute uongozi kutoka kwake na ushauri kutoka kwenye neno lake, maana yeyote atafutaye ushauri kutoka kwa Bwana, huyo hufanikiwa. Neno la Mungu latuambia kwamba Daudi alifanikiwa, alishinda vita vyake vyote kwa sababu Bwana alikuwa pamoja naye, na pia Daudi alimtafuta Bwana. Ndugu yangu, mtafute Bwana nawe hautapata hasara, bali utapata faida na baraka nyingi. Hebu natuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu unayejifunua kwetu kutokana na neno lako ulilotupa kwenye Biblia. Naomba ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza leo, utatusaidia tutafute ushauri kutoka kwako, tutii neno lako na kutenda kama unavyotuagiza, maana kukutii wewe ni uzima, tena ni raha nafsini mwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa katika maisha yake atatafuta shauri kutoka kwako na pia kulifuata neno lako, ambalo kila alifuataye hufanikiwa, kama vile ilivyo kwenye maandiko katika maisha ya wengi waliokufuata. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe, maana najua haya utayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lako, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, ufanisi ni wako, baraka ni zako, iwapo utalifuata neno la Bwana alilokunenea, na pia iwapo utatafuta ushauri kutoka kwake. Pasipo ya kufanya hivyo, mengine yoyote utakayoyageukia yatakuwa hasara kwako. Mungu aliyekujua kabla haujazaliwa, huyo Mungu ataka kuhusika na maisha yako, na kwa hiyo wahitaji kumwegemea kwa kulisoma neno lake na kulitii. Hayo najua utayatenda, maana Roho wake yu pamoja nawe kukuwezesha katika yote. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Nitarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.